Bana, big up sana kwa shikaji zangu wote ambao wanaifuatilia chimbo la hip hop. Mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor. Na leo bana, tumetembelewa na mshikaji wetu, wenyewe tunawaita ni watu ambao wapo katika makundi maalum. Rafiki yangu huyu anaitwa Idi Desire. Ni mshikaji ambaye ana ulemavu wa macho. Yaani ni wale katika watu ambao hawaoni. Ushaelewa, amekuja kumiza maangamizi na tuko naye hapa, inabidi tupige naye story nyingi sana. Stick around babangu. Mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor. Chanaelewa bana, sisi tunadebedesha. Asikwambie mtu kitu baba. Fresh. Chimbo la hip hop. Bana, sikiliza sana nikwambie kitu mshikaji wangu. Kwa watu ambao wanajoin chimbo la hip hop time hapa, mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor. Niko na brother wangu kutoka Temeke, maandishi matatu TMK, Idi Designer. Na huyu bwana huyu unavyomuona hivi, pamoja na kwamba ni mlemavu wa macho, nina chati naye, ninafanya naye kila kitu ambacho unachokijua, kila kitu. Na mimi nilikuwa rahisi kwamba brother na chati labda na mshikaji wake wa karibu na nini na vitu vingine kama hivyo. Lakini kingine pia ni degree holder, ni mtu ambaye ameshachukua degree, kasoma katika level hiyo. Mzee, vipi kwanza? Fresh kabisa mwanangu. Kwanza naitwa Idi Desire. Ulisema designer. Idi Desire. Ni kweli bwana JR kama alichosema, mimi ni msanii wa hip hop, lakini ni by professional, ni teacher, ni mwalimu. Maiza University of Dar es Salaam 2015. 2015. Kwa hiyo hivyo harakati zimeanza way back, lakini ndio hivyo mambo ya kusoma na nini, unajua kutokana na hali nilionayo ya kutokuona na nini, so wazazi hawakuamini sana kwenye mambo ya muziki, so wakawa wananisisitiza zaidi kwenda shule na nini. So lakini ingekosa hivyo maybe ningekuwa jamii inanifahamu tangu 2010 huko, labda 11 12 huko, maana ndio kipindi ambacho nilikuwa nafanya sana muziki. Niko A level mpaka chuo. Lakini mimi nachoamini huyu labda ndo muda sahihi sasa. Maana kila kitu kina time yake. Inawezekana hii ndo right time sasa ya watu kumfahamu hii design ni nani. Bane, darasa la kwanza mpaka form 6. Maana chuo ndo ushafaulu. Uliwezaje kujijenga mpaka ukafanikiwa kuvuka mitihani, nectars tunaelewa zilivyokuwa ngumu, moko nyingi tu hapa katikati, mitihani ile ya shule kwa shule nini mzee wangu, mpaka umechukua degree. Unajua sio mchezo kukamata lile gamba baba. Kweli kabisa. Alafu ukizingatia na mtu mwenyewe sasa haoni. Kwa sababu mtu asiona fighting yake ni mara mbili ya kwako wewe. Yaani tuseme B ya mtu asione, hiyo ni A ya mtu anayeona kishule, kwa sababu tunasoma katika mazingira ambayo kwanza wasiona vitabu vingi vipo katika maandishi anayoona. Sasa wasiona na maandishi yao special tofauti, kwa hiyo hata vitabu vingi havijawekwa katika mfumo huo. Lakini tulikuwa tunapambana hivyo, tunazeza urafiki na watu wanakusomea, unatumia hata voice recorder zile una record. Sababu vitabu wakati mwingine hamna, kwa hiyo mtu unamfanya yeye ndio kitabu anasoma, una record, baadaye ukitulia mwenyewe unasikiliza, una take summary zako pembeni, basi mambo ndio yakaenda kwa mtindo huo mpaka tufika chuo na nini. Kwa sio mchezo kwa hiyo. Imagine watu wanaona, watu wamepewa vitabu, watu wamepewa access zote na wamefeli mitihani. Brother wangu hapa haoni, vitabu vimeandikwa katika picha ya watu ambao wanaoona, akawa anawaomba wanafunzi wenzake wasome kwa sauti vitabu ili warekodi, alafu yeye akasikilize kwa maana ya kusoma baadaye, na amefanikiwa kusoma na amechukua degree. Imagine hiyo kichwa iko smart kiasi gani mshikaji wangu. Alafu pia amesoma chuo nadhani ni UDSM hapa na wakina Stereo Singasinga. Chuoni kina Stereo alikuwa ni mtu wa aina gani na wewe mlikutana vipi, lakini pia mmeishije chuo? Stereo alikuwa anasoma chuo cha Arizi ambacho ni chuo shiriki cha UDSM. Zamani kilikuwa chuo kimoja, lakini ni maeneo yale kwa mtu anayekaa jiografia hiyo anafahamu. Kutoka Arizi ndo unakuja Mlimani City unaingia chuo kabisa. Kwa hiyo yeye alikuwa anakuja kwenye hostel ambayo mimi naishi. Chumba cha pili ambacho hostel mimi naishi kule main campus, kulikuwa na mwanae mshikaji wake. Sasa mshikaji wake ndo akaniconnect na Stereo. Stereo ni mtu mmoja poa tu. Yaani nimekutana naye tu siku ya kwanza, lakini hajaonyesha kunishangaa, hajaonyesha kushtuka wala nini. Sana nikamsikilizisha baadhi ya nyimbo zangu kwa kipindi hicho. Akanipa maelekezo mawili matatu.
ya sasa alinielekeza namna ya kuandika mistari, kwa sababu kipindi nakutana naye nilikuwa sijawahi kurekodi, lakini nilikodi studio vidogo vidogo. Kwa nikamsikilizisha, akasema wewe una rap vizuri, ila uandishi wako haujakaa hip hop, kuna mashairi ya hip hop, siji vina vya hip hop na nini. Kwa hiyo akanielekeza ile namna. Kwa hiyo tukawa tunawasiliana kwa njia hiyo, na yeye ndo alinisababisha mpaka mimi ngoma ya kwanza nilirekodi Tongwe kwa J Mada. Yeye ndo alinipeleka kule, nilikodi 2017 18 kipindi nishamaliza chuo. Ipo Tugeto. Baadaye akaniconnect na mimi mwenyewe katika harakati zangu sasa ndo nikakutana na producer Pala kwenye media fulani hivi Midundo. Pala Midundo kwenye media fulani ambako yupo mpaka leo kule Kariakoo pale. Kwa hiyo nikakutana naye pale, ndo akaniconnect sasa na Nash. Kwa sababu yeye na Nash wao ni kama mapacha. Kaniambia mimi nataka nikupe ngoma moja, lakini studio sina, ila Nash ana studio yake kule Temeke. Kwa bahati nzuri anapokaa Nash na mimi kwangu ni hata kwa mguu tu unaenda. Kwa kipindi kile kabla hajahamia huko alipo. So ndo harakati hizo zikaendelea hapo, ndo nikarekodi na mangoma mengine mpaka EP nikarekodi hapo kwenye studio ya Nash. Kwa hiyo Stereo ni mtu mmoja fresh, anafanana tu na JR au Nash. Kwa kifupi wasanii wa hip hop wengi wanafanana. Watu fulani fresh, akikupokea, akikuelewa anakuelewa kweli. Kama hajakuelewa anakuambia watu fulani fresh. Kwa hao watu wawili watatu wa hip hop nilokutana nao nimepata picha nzuri sana ya watu wa aina hiyo, wakacha hiyo, watu fulani smart. Mfano Nash mimi naongea naye hata mambo ya sio ya muziki wakati mwingine. Nishafuatana naye maeneo kibao kwa ajili ya harakati nyingine kabisa sio za muziki. Kwa hiyo ni watu wa aina hiyo, ni sawa tu na Stereo alivyo. Sawa. Katika mashairi ya Idi ambayo mimi nimewahi kusikia na nikaelewa vizuri, Idi kuna sehemu umesema wenyeji tumehama. Hebu nichanie hiyo sehemu afuta nichania baadaye kidogo. Imesema limetekwa jiji na wakuja, wazawa tumehama, limekuwa jiji la wakuda. Kwa hiyo ukuda ambao upo Dar es Salaam umeletwa na wakuja, sio wazawa. Kweli kabisa, kweli. Ukuda huo unatafsiriwa na wazawa, inawezekana sio ukuda ila tu wazawa, kwa sababu wanaona labda walokuja wamewazidi kitu fulani. Kwa hiyo kuna ile mind fulani tu, unajua hip hop hivi. Na ni sehemu yoyote, hata wewe wakuja hapa akirudi kwenye mkoa wake anawakuta wakuja wa pale, anaona wamechukua fursa za pale ambazo yeye hakuziona. Kwa hiyo kuna ile namna ya kusema wakuja bwana wameharibu misingi yetu hapa ambayo wenyewe tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo mitazamo ipo kwa sehemu yoyote, tumeona hata South Africa wapi hizo zipo, vitu vipo. Lakini sio ukuda wa hivyo labda wamezingua labda wameharibu, hamna. Hizi harakati za kimaisha, unajua. Bale, tuchanie kidogo, tupigie mistari hata verse moja hivi ili wakati tunaenda kuzungumzia project tulikamilisha ile jambo. Yes, mipaka na tanua na katiza kila boda, nimekuwa kwenye familia ambayo hakuna kuchagua, unakula kila mboga, siwezagi kuchangia kila hoja, na ningekuwa serikali ningeua kila show, kupinga mabadiliko ukoloni, desire ni tishio kwa hizi siku za usoni, wapi chazi kitwanga, jenga nyumba yako kiona kazi kupanga, kazi kuwanga, utaki kuwaona wenzako wakijipanga, mitutu ya nini, achia maguru neti, kibubu siamini na tia maguru benki, najiombea usisumbuke kujiponya, nikute unitafute ukasutwe kwenye ngoma, Idi desire nakaa kitaa simple, kama maji ukinihitaji kichaa nipo. Ndio, kama maji tu. Ukimhitaji kichaa yupo. Idi desire anakaa kitaa simple kama maji tu, ukimhitaji kichaa yupo. Kuna ngoma inatusalia la verse, nadhani tutatambulisha muda sio mrefu Planet Bongo, lakini ni ngoma yako ile beat ni ya Prefak Majani na ni wimbo wa Juma Nature. Majani umezungumza naye nini so far na amekwambia nini kuhusiana na wewe kutumia zile kazi? Maana mimi namjua mkubwa wa kazi tena mzee. Vipi bwana? Namna gani? Sheria nyingi. Salio la verse ni wimbo ambao nilikuwa naupenda sana. Kipindi huo wimbo unatoka ni albamu ya pili ya Nature. Albamu ya Ugali. Nilikuwa nayo ghetto hiyo albamu enzi hizo niko shule. Katika ile albamu kulikuwa na nyimbo nyingi mule, Staki Demo, siji inaniuma sana. Ni albamu fani ya Nature ambayo haina nyimbo nyingi, na nyimbo kama 9 lakini zilikuwa nzuri. Albamu ya pili. Unajua mimi Nature nimesikiza albamu zake karibu zote. Unajua tena TMK. Ndio. Kwa hiyo katika ile albamu nyimbo nyingi zilifanya vizuri. Salio la verse haikuwa official release, ila tu mimi nilikuwa naipenda beat ile na
the way amenata mule, kipita mtaani watoto utasikia nature hizo. Kwa hiyo niko napenda anavonata na ule mdundo, so nikasema hii mwaka wote nikiwa maarufu, nikawa star, beat mimi nitairudia. Ni style siwezi kurudia kwa sababu tena kwa shabiki na wakati na kila mtu ana flow yake, lakini beat nitairudia. Kwa hiyo nikapata chance ya kukutana na Juma Nature live studio kwake kule Mbagala. Nilikutana naye mwaka juzi, na kwenye EP yangu kuna ngoma nimefanya naye inaitwa Muungano. Ile ngoma nilifanyia kwenye studio yake. Beat ya Kise kwenye studio ya Nashi, ila kwenye sauti tulifanyia Mbagala. Kwa hiyo nilikutana naye nikamwambia bwana, mimi boya nimekutana na wewe, kuna ngoma hivi na hivi na hivi. Akaniambia ungetaka kurudia mistari sio tatizo, ila kama ni beat ni mali ya producer. So nakupa namba ya P-Funk uongee naye wewe mwenyewe. Nikamwambia sasa mimi niongee naye atanielewa, mimi leo sio msanii mkubwa, sijulikani popote. Akasema wewe ongea naye mwenyewe, mimi simpigii, wewe mpigie mwenyewe. Kwa hiyo akanipa namba nikaongea naye, akaniambia rudia tu wala hamna shida, ila sasa usiweke labda kwenye album au EP, kwa sababu nataka kurudia ku show love tu na nini. Unaweza kaweka kwenye mitandao yako na nini, lakini usifanye kibiashara ile labda kwenye EP au nini. Leo nikamwambia sana naomba beat yenyewe, akaniambia sasa zile nyimbo bwana rekodi zamani, kwa hiyo beat kuipata hiyo itakuisha. Ila kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa, wewe pambana tu unaweza kuipata. Kwa hiyo nikahangaika na mimi mwenyewe, wewe wimbo wenyewe tu kuupata ilikuwa ishi. Sasa beat niipate. Kwa hiyo nilichofanya nikauchukua ile wimbo nikampa producer na dogo mmoja anaitwa Moki. Alikuwa pale kwenye studio ya Kinasa pale kwa Nash. Nikampa ile wimbo akao. Maproducer wenyewe wanajua wakasample. Kwa hiyo kwa 90% beat ni ile ile. Kuna vitu tu vichache ndio tofauti. Nikairudia. So nimepewa baraka zote na ndio wimbo wangu ambao kwa sasa hivi nataka ni release. Ya lengo kubwa kwanza kuenzi zile kazi zilizofanywa na malegendari. Unajua wameutoa mbali sana huu muziki hawa jamaa. Kwa hiyo kuna watu leo hii Juma Nature hawajui wa wimbo wa Salio la Verse. Wanamjua Juma Nature huyu sasa hivi. Kwa hiyo ukirudia wewe watautafuta na ule watasikiliza, watapata kusikiliza kazi zake nyingine za nyuma huko. Hasa kizazi hiki cha miaka 2000 hapa kuendelea mbele huko. Ukiambia Nature wao pengine wanamjua Nature huyu sasa hivi, au pengine hawamjui kabisa. Lakini wakisikia ngoma hiyo itawafanya warudi nyuma sasa kumfuatilia. So ni kuenzi zile kazi zilizofanywa wasanii wetu wa zamani, wamefanya kazi kubwa sana. Yeah. Bana Idie, mimi nakushukuru kwa time yako, na ndio tunaondoka hivi, lakini kabla tujakamilisha funga kwa verse yako moja, si ndio tunasepa hivyo. Mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flava. Hii ni chimbo la hip hop, niko na Idi Desire. Twenzetu baba, la Salio la Verse lenyewe. Kiti hiki akikufaa iwe achia siti, majani kania achia biti na kushushia mziki. Enzi hizo zilipendwa, niko Zengekala umeniacha Solemba. Salio la Verse ni goma la wahenga, kabla ya kizazi cha singeli. Wabana pua wakiwemo mameneja matapeli, kichwa cha gonga kuwa na pesa nyingi, mademu kuhonga. Wabongo wengi wanapenda kubonga, uwe na vocha nyingi na bando ni longa. Vitendo vingi hakuna kuchonga. Profesa Mchome wape madesa ya kukesha kwenye pepa wa kukome. Mungu kaninyima macho lakini wanapata tabu, kweli watu kavu wananibania hata kuniachia shavu. Tunadebedesha baba.